Na ukioa mwanamke mrefu kuliko wewe watasema vile vile, watasema jamani, huyu jamaa naye hakuona mke wa kuoa, amekwenda kuoa mwanamke mrefu kama twiga. Aya, ukioa mwanamke mwenye umri mkubwa kuliko wewe watasema subhanallah, huyu naye amekwenda kuoa mwanamke mzee. Na wanawake ni wengi hapa. Ukiamua kuoa mwanamke ambaye ni mtoto mdogo, ameshabaleghe manake umri wa mtoto wako, umri wa mjukuu wako, anasema salala, jamani, huyu amekwenda kuoa mwanamke saizi ya mtoto wake. Aibu hii, na sheria inaruhusu manake. Sasa hata ufanye nini wewe, binadamu hatoacha kuongea, ataongea na ataongea na ataongea. Kwa hivyo hata ufanye nini, binadamu ataendelea kuongea tu. Yako wewe ni uangalie haya ambayo ninayafanya Mungu yuko radhi nacho. Huyu binadamu tutaishi naye katika maisha ya wema, tutakula sinia moja, tutaoneana haya, lakini inapofika mambo ya Mungu, Mungu lazima awe juu. Lakini sisi inapofika mambo ya Mungu tuko tayari kuitupa mambo ya Mungu ili binadamu tuweze kumridhisha. Na huyu binadamu maskini hawashi wala hazimi. Tupate kujua, ndugu Waislamu, leo ni wangapi miongoni mwa mashekhe, watu ambaye ni maduat, mashekhe, maulama, wanashindwa kuongea haki kwa sababu wanaogopa watawaudhi watu. Shekhe anaogopa kutaja aya, anaogopa kutaja hadithi ya Mtume, sitaki kumuudhi fulani bwana, watu watakasirika. Yani mtu anaona mimi nikitaja baadhi ya aya hapa itakuja kuwaudhi watu, bora ninyamaze. Wanashindwa kusimama na msimamo wa sawa kwa sababu wanawaangalia watu. Mwenyezi Mungu anasema waqulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Sema haki kutokana na Mola wako, yote anayetaka na afate na asiyetaka na awache. Lakini wameshasema. Leo ni wangapi ambao wanaijua haki na wanakataa kuifuata hivi hivi tu? Mashekhe ambao leo wanajua masala ya sunna na mambo ya bid'a, anaogopa kuacha mambo ya bid'a kwa sababu watu watazungumza. Anaogopa kuishika sunna ya bwana Mtume kwa magego kwa sababu watu watasema yeye naye siku hizi katika kundi ya kina fulani. Yani leo sunna ya Mtume imekuwa ni kundi ya kina fulani, waliyadhu billah. Anashindwa kusimama na msimamo wa sawa. Ndugu Waislamu, tupate kujua kitu kimoja, kila mmoja wetu alokaa hapa tulizaliwa tukiwa peke yetu. Ukuzaliwa na mtu labda ule ambaye alizaliwa akiwa mapacha wawili, lakini kila mmoja wetu, wengi wetu hapa walitoka ndani ya tumbo mama yao wakiwa peke yao. Na sasa hivi ibada zote unazifanya wewe mwenyewe, hakuna mtu anakufanyia. Yani wewe hujawahi kumwambia mtu bwana leo kaniswalie salati al-maghrib, mimi leo naona siwezi kuja. Ramadhani ikifika unafunga Ramadhani wewe mwenyewe. Umewahi kumwambia mtu aje kufungia Ramadhani? Ibada ya hija imefika unakwenda hija wewe mwenyewe. Hujawahi kumwambia mtu bwana nichukue hizi pesa, mimi biashara zangu zimekuwa sina nafasi, kanifanyie hija. Mwenyewe unaacha kila kitu unakwenda unafanya ibada yako mwenyewe. Na utakufa ukiwa peke yako. Hao watu ambao unataka kuwaridhisha watu kuwa na wewe, utakufa ukiwa peke yako na utazikwa ndani ya kaburi ukiwa peke yako. Pate kujua hiyo. Huyu ambao unakwenda mbio unataka kumfurahisha na kumridhisha, hatakuwa na wewe wala hatakusaidia kwa chochote. Na malaika ndani ya kaburi watakukalisha chini, Munkar wa Nakir, watakuuliza maswali ukiwa peke yako. Na siku ya Kiyama utatoka ndani ya kaburi katika mkondo wa mwisho ukiwa peke yako. Mwenyezi Mungu anasema walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, hakika mtakuja kwetu sisi siku ya Kiyama mkiwa peke yenu kama tulivyowaumba mara ya mwanzo. Yani namna wewe na mimi tulivyotoka ndani ya tumbo ya mama zetu kuja hapa duniani tukiwa peke yetu, ndio hivyo hivyo kila mmoja wetu atatoka ndani ya matumbo ya ardhi kwenda mbele ya Mungu katika mkondo wa mwisho. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusimamisha mbele yake ukiwa peke yako. Atakuita kwa jina, ya fulan bin fulan, atadhkuru yawma kadha wa kadha.
Mtume anasema katika hadithi ndani ya Sahih Muslim, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna mmoja wenu isipokuwa Mwenyezi Mungu atazungumza naye siku ya Kiyama. Hakuna baina ya Mungu na huyu bwana na wewe tarjuman, mkalimani. Labda huelewi lugha ya Mungu, unataka wakili wa kutafsiri lugha yako akuandikie, hakuna hiyo. Utaelewa lugha ya Mungu kinaga ubaga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuita kwa jina, ya fulan bin fulan, atadhkur yawma kadha wa kadha, unakumbuka siku kadha wa kadha. Munafiq na makafiri watakataa. Muislamu wa kweli, Mtume anasema atamwambia Mwenyezi Mungu, nakumbuka ya Allah, nilikosea, niliteleza. Tena Mungu ataendelea kurudia rudia, unakumbuka mahali fulani ulifanya kitu fulani? Muislamu atasema ndio nakumbuka. Unakumbuka tarehe fulani mwaka fulani katika nchi fulani ulifanya amri kadha na kadha? Muislamu atasema nakumbuka ya Allah, nilikosea kwa kweli. Lakini kafiri na munafik na wanafik wako ndani yetu hapa. Wanafiki hawapatikani katika jamii ya makafiri bwana, wanapatikana ndani yetu. Tunaswali nao safu moja, tunakula nao sinia moja, tunaishi katika mtaa mmoja. Kwa hivyo tahadhari, usije ukawa miongoni mwao. Hawa wanafiki na makafiri watamwambia Mungu, wallahi mambo haya mimi siyakumbuki na mimi sijawahi kuyafanya, na sitaki ushahidi ya malaika wala binadamu. Ukiniletea mashahidi kwamba ni malaika na binadamu, sitokubali. Watoe ushahidi dhidi yangu, siwezi kubali. Ndio hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazitia zipu midomo yao. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Leo tutazitia zipu midomo yao, mwili yake yote itaanza kuongea. Mkono itasema mahali ilipoingiza mkono katika njia ya haramu, ile sign ambayo ilipiga katika mambo ya kutapeli watu na mambo ya kuibia watu. Miguu nayo itasema nilikwenda mahali fulani ya haram. Tumbo itazungumza niliingiza kitu fulani ya haram. Macho itaongea, akili itaongea, kila kitu itaongea. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia huyu Muislamu, al-yawma aghfiruha lak satartuha alayka fi dunya, nilikusitiri wewe ulipokuwa duniani na leo mimi Mwenyezi Mungu nimekusamehe. Anamwambia Muislamu huyo. Sasa ikiwa wewe utapita mtihani ya Mungu ukaingia peponi, utaingia peponi ukiwa peke yako, pata kujua hiyo. Na ikiwa utaingia motoni, utaingia motoni ukiwa peke yako. Sasa jamani, ndio mmoja katika wanazuoni anauliza, ikiwa mambo yote yananihusu mimi, kumbe kufaulu kwangu na kuanguka kwangu inanitegemea mimi mwenyewe, hakuna mtu yote atakuja kunisaidia hapa. Ikiwa mambo yote yananihusu mimi, mali walinnas, nina nini mimi na mambo ya watu jamani? Watu kitu gani hawa? Watu hawazimi wala hawashi. Wallahi Waislamu, umri wetu ni mdogo sana kutafuta kuwaridhisha watu. Tuko na umri mdogo sana hapa duniani. Wewe unakimbilia kuwaridhisha watu na kuwafurahisha watu, wala humjali Mungu. Na umri wako na wangu ni mdogo sana. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umri ya umma wangu utakuwa ni baina ya miaka 60 na 70. Umri mdogo sana. Unatafuta nini kwa watu hawa? Na wallahi lau kama isinge kuwepo Qur'an na Sunna, sisi wengi hapa tungefuata mambo ya watu. Lakini tayari sheria ipo jamani, Qur'ani ipo, Sunna ipo. Nini tena zaidi unahitajia wewe? Yako wewe uangalie imo ndani ya Qur'ani inamridhisha Mungu, hiyo ndio muhimu. Mtume amesema, mtume aliwahi kufanya, basi mimi nitashikamana na hiyo. Hata kama ulimwengu mzima unakwenda kinyume na mimi, sitojali hayo. Ndio unamwona Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu alipoulizwa nini maana ya jamaa. Jamaa ni kitu gani? Unaposema mimi ni ahlus sunna wal jamaa, jamaa maana yake ni kitu gani? Abdullah ibn Mas'ud alipoulizwa akasema, maana ya jamaa an takuna ma'al haqq wa in kunta wahdak, ni wewe kusimama na haki hata kama uko peke yako. Hii haki haiangalii wingi wa watu bwana, haiangalii wingi wa watu. Hata kama uko peke yako,
Mwenyezi Mungu anasema